Yaani wewe diwani ukishatengeneza mapenzi na mwalimu ni tatizo. Inawezekana na wengine wamo. Kwa hiyo baada ya hilo Mungu akasema, ninyi hamjui ninachokijua mimi. Kwa hiyo natengeneza kitu ambacho kitakwenda kuumiliki ulimwengu. Baada ya hapo akapewa uhai, na kitu cha msingi cha kwanza alichopewa ni elimu. Elimu wa utambuzi, kumjua Mungu, kujua malaika na vile vile kuzungukwa pale. Lakini kumbe kuna vitu ambavyo wale malaika walikuwa hawajui, lakini Adamu akavitamka. Kwa hiyo sisi tuliomo katika chumba hiki tumepewa mamlaka ya Mungu. Yaani tumepewa uwezo wa elimu. Mjipongeze kwa makofi basi. Sasa kama tumepewa uwezo wa elimu, kuelimisha wale wasiokuwa na elimu. Lakini tulivyokaa humu, akaja mgeni akaulizwa swali, umeingia humu nakutana hawa waliomo humu ni watu gani? Atawatambua? Atawajua kweli? Hamna. Ina maana kila mmoja wetu hapa hana yaani kitambulisho kinachomuonyesha kwamba huyu ni mwalimu, huyu ana taaluma gani. Si sawa? Maana yake ni nini? Ni kwamba wewe ulioko hapo na kichwa chako, kama umekifunga kichwa chako tu, elimu yako itaonekana wapi? Kwa maana nyingine umekataa mamlaka ya Mungu. Maana Mungu kakupa huo uwezo upate hiyo elimu, ukaelimishe wale wasiojua. Kwa hiyo Mungu kakuwakilisha wewe ndani ya ulimwengu wangara, ukaelimishe wale. Unapokataa kuwaelimisha, maana yake una fitina na Mungu atakuuliza. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo tuache ile fitina na uchoyo. Nimetangulia kusema hilo ili tujue umuhimu wetu na kwa nini tuko hapa na kwa nini Mungu amekuteua wewe uwe msimamizi wa jambo hilo. Lazima ujiulize mara mbili mara tatu. Si kwa uwezo wako wewe, isipokuwa Mungu kakuteua. Sasa na kwa sababu kakuteua, tenda kitendo cha Mungu. Sawa? Nafikiri tunakubaliana. Kwa sababu Mungu akikulaza kitandani hakuna kitu. Na elimu yako haiwezi kuonekana bila wale unao wapa ile elimu wakapata huo ufaulu. Kuona wewe elimu hauna. Si ndio tafsiri? Ndio. Hauna. Kwa hiyo tunapiga hapa na mikakati na kila kitu. Kumbe hiyo elimu hatuna. Ni kweli hatuna elimu? Sio kweli. Sio kweli tunayo. Sasa kama wote tuna hizi gari tunazifahamu full box, si ni sawa? Wewe ni dereva na mimi ni dereva. Gari ni ile full box. Tunatafuta mshindi wa kwanza. Na uwezo wa engine ni ule ule. Kwa nini mwingine akushinde wakati gari ni zile zile? Kwa nini msiende hivi? Kwa nini msiende hivi barabarani? Tunazidiana umahiri. Umahiri wa wapi? Wewe si dereva na leseni imetolewa na uwezo wa engine ni ule ule. Swali langu linakuja hivi. Kata yangu mimi, shule yangu mimi, kitabu ni kile kile. Kwa nini kata fulani nishinde? Si ni swali? Ndio. Si ni swali? Ndio. Sasa kama ni swali, majibu mnayo? Majibu nayo. Tukishafikia uamuzi wa hivyo, kwa nini kata ya Ngara mjini nishinde? Mimi wa Murusagamu, si ni sawa? Kwa nini nishinde? Mtihani ni ule ule. Tunaingia darasani kwa masaa yale yale. Silabasi ile ile. Ndio swali mimi nakaanga nalo mimi hilo. Hata kwenye kata yangu wakati mimi niko kule. Nilikuwa nawauliza, kwa nini tushinde?
Mmepungukiwa nini? Matatizo ni yapi? Mimi Rusagamba niliamua kwamba sasa wananchi wawape maeneo walimu wajenge, waishi pale na wenyewe wajione ni jamii ya pale. Wawape mashamba, fugeni walimu. Nimehamasisha hivyo, kienda 1% kubwa wamejenga, wanaishi pale. Sasa neno jamii na wewe huko pale. Tuambie sasa. Kwa nini tushindwe? Na kwa nini Ngara tushindwe? Tunasema tumekwenda huko kwa zile 1%. Bado. Mimi naona bado. Tuna matatizo makubwa sana. Lakini haya matatizo hatutayamaliza wakati hatuna utashi. Sawa ndugu zangu? Kama hatuna utashi, haiwezekani. Alafu mimi nimefundishwa kwamba ukitaka kupata mafanikio katika nyumba yako, usimtenge mtumishi. Pakua chakula kwenye sinia. Yule mtumishi mfagiaji na wewe mle sinia hii moja. Hawezi kuingia adui akafanya chochote wakati yuko pale. Lakini utakapomtenga utalia jikoni, atakuja adui atafanya anachokitaka, wewe utapata taarifa kwamba uliibiwa, kumbe hujui kama uliibiwa. Lakini uliyemwachia nyumba ni nani? Si ni mtumishi. Lakini ukila pamoja naye kuna tatizo. Anajihesabu ni yeye. Nafahamu. Sawa? Ndio. Nimekuwa kwenye ile gurudumu la jamii takriban miaka 20 nikiwa diwani. Na hapa tulipokaa ni miongoni mwa wale waliobuni kwamba na Ngara tuwe na eneo kama hili. Nipigie makofi. Au mnakataa? Ukweli semeni. Kwa hiyo ni ule utashi wa kujua kwa nini Ngara tuendelee kukaa kwenye nyumba zile za kulala. Unakwenda halmashauri zingine na kupandisha madirisha hivi. Tukasema lazima na Ngara na sisi tufanye tutoke hata kwa ndani ya dirisha. Na hapa tumetoka dirishani. Hakuna pesa ya serikali kule kuja kujenga ya majengo. Isipokuwa tunasema ni pesa ya serikali kwa sababu tunapoanzisha miradi wahisani wakaja ni pesa ya serikali. Lazima tupate njia nyingine tofauti ili tuweze kupeleka maendeleo mengine. Kwa hiyo lazima twende pamoja tukijua kwamba Ngara ni yetu. Tunaumia kweli. Mimi nikiwa naona tunakuwa hivi na shangaa. Niliwahi kuwa makamu mwenyekiti. Kaenda kipindi fulani kule mkoani, zamani walikuwa wanakwenda wenye viti wa kamati ya huduma za jamii. Siku hizi naona hamna. Kwa ajili ya kupanga matokeo. Tunajikuta Ngara wa mwisho. Tulitoka kule atuelewani, matusi tuliyopata pale haiwezekani. Tukaja Ngara tukapanda, sasa tunashuka. Matokeo yake ni nini? Ina maana wale waliopandisha kule wamekufa wote. Kimekuja kizazi kipya, kumbe tumo humu. Na kwa nini tushuke? Kama anakuwa wa kwanza, sote tuwe wa kwanza, basi mkoa mzima. Kwa sababu basi ni zile zile. Na sisi elimu tunayo. Kwa hiyo tusifanye kama vile sisi tulikuwa viraza tu. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo nasema nipo hapa kwa niaba ya mbunge. Anawasalimia sana. Na hiki kikao anajua kwamba kipo, tulimtumia ratiba kwamba hiki kikao kipo. Na tunashukuru ofisi ya mkuu wa wilaya kwamba wametuelewa. Hakuna mbunge, hakuna mkuu wa wilaya, hakuna nani. Wote ni wanangara. Na kama tunatumikia jamii ile lazima hizo ofisi zikae kwenye mstari huu. Kinachotokea Ngara tupashane habari. Na mkuu wa wilaya amesema ni kweli. Ndio maana na mimi ratiba ninayo. Na mbunge tayari anayo kule. Na baadaye tutazungumza nini matokeo yake. Lakini katika mikakati sijaona mkakati unaomhusu mbunge. Nafikiri itakuja baadaye. Swala la upungufu wa walimu ni kitaifa. Linazungumzwa na wabunge wote. Lakini nini mkakati wa mbunge ndani ya wilaya? Mbunge mnataka afanye nini ndani ya wilaya? Tuone hapa. Ili kesho na yeye aulizwe, asihukumiwe katika mitandao. Maana tumekuwa na tabia tunazungumza sana kwenye mitandao, lakini kukaa kama hivi tukazungumza, tukatoka hapa tukaenda kutekeleza ule wajibu, kila mtu aulizwe.
tuliazimia hivi baada ya muda, na hivi vikao vina ratiba ya kuulizana, kisio cha dharura. Tunarudi tunaulizana, bwana, tulipangiana muda fulani. Sasa kila mtu aeleze amekwama wapi kabla hatujafika mwisho. Na sisi kule kwenye zile ofisi ya mbunge iko kwa mkuu wa wilaya, tunaulizana kinachojiri, jamani, kuna nini? Kama ni hoja za changamoto zilizoko kwa wananchi, kuna kero zile tuzigawane. Hii kero ni ya mbunge, iende kwenye ofisi ya mbunge. Hii kero ni ya mkurugenzi, iende kwa mkurugenzi. Kama ni afisa elimu, awajibike kwenye ile kero. Haiwezekani mkuu wa wilaya kazibeba kero zote za wilaya ya Ngara. Yeye ni binadamu kama wewe. Sasa mkuu humu nimeangalia humu kwenye hizi mikakati. Yaani mnataka mkuu wa wilaya aende akatengeneze mkakati, yaani aende akasimame kwenye kitongoji akamuone yule mtoto ambaye hakwenda shule, ambaye hahudhurii. Inawezekana? Inawezekana. Ndugu zangu, inawezekana? Haiwezekani. Na kama serikali inaanzia kitongojini, yule mwenyekiti wa kitongoji kule anafanya kazi gani? Na mtoto yuko kwake. Lakini katika hii mikakati nitaka kuongeza kitu tu kwamba kule sasa kwenye halmashauri za vijiji, kama mtakwenda hiyo ratiba. Maana mimi naona kwenye ratiba hiyo mbunge hayumo. Na kwa sababu hayumo, wako wanaojua watakwenda. Tutakwenda kuulizana kwenye vikao vitakavyokuja. Si sawa? Kule walikokwenda, kwa sababu mbunge ni mwakilishi wa wananchi. Ndio. Na mwananchi, na kama ni mwakilishi, lazima ajue wananchi wake wana matatizo gani. Kuna mtoto haendi shule, hata chakula hamna nyumbani kwao. Lakini leo huyu anaambiwa alete chakula shuleni. Anakitoa wapi? Anakitoa wapi? Na mikutano baada ya kufanya makao makuu ya vijiji, twende tuchambue kwende kuna baadhi ya mabarozi, kwa sababu kule takwimu zipo. Kitongoji fulani watoto wale hawahudhurii. Yaani ndio utoro mkubwa ulioko kule. Mabarozi wako wangapi? Tukafanye mikutano kule kwa wale mabarozi. Tuzione zile changamoto kwa macho, sio kwa kuambia kwenye mikutano. Ukishafika kuona changamoto ile ni kweli, hizi kaya sasa tunaweka mikakati gani kama kijiji, kama wilaya, kama nini? Watu wako vibaya. Tutakaa tunaangalia utoro tu hapa kwenye makaratasi, lakini watu kule hawakula. Ni sawa? Huyo mtoto atakuja shule, tunamsaidiaje sasa yule ili aje shule? Twende kule, wacha kukutana kwenye kaeneo, tuziangalie yale maeneo ambayo ndio tatizo ndani ya kile kijiji. Lazima kuna vitongoji ambavyo ni tatizo, wanafunzi hawafanyaje? Hawahudhurii. Umbali, kila kitu. Kuna watoto leo chini ya miaka mingapi wanaanza shule? Atafika shuleni kule? Je, wilaya inaweka mikakati gani kwenye ile eneo kuhakikisha wale watoto wanaanza shule kwa muda unaotakiwa? Sasa yule ameshakosa hiyo, utamlazimisha kwenda shule, atachunga mbuzi? Si ni sawa? Mimi nafikiri twende kule. Baada ya mikutano kuitisha kwenye maofisi ya vijiji, tuchague maeneo ambapo kuna kero ile ya mbunge. Ndugu zangu, ni mmoja wa jamii ya Ngara, na yeye akiwa bungeni kule akaona Ngara iko ya chini kabisa, na yeye anapata nini? Anapata maumivu. Na yeye anapenda atangazwe kule ni wa kwanza Ngara ni wa sehemu fulani, lakini anapata na yeye shida. Na ndio maana mimi niko hapa. Mimi ni katibu wa mbunge, na katibu wa mbunge hakuna maombi. Yaani kwamba aliweka tangazo, jamani niombeni mnaotaka nafasi ya katibu wa nini? Tatizo. Au sio jamani? Ni tatizo. Sasa kuna watu wanashangaa amekuacha katibu wa mbunge. Nimekuwa tu, sasa tunafanyaje? Kama wewe jinsi ulivyokuwa mwalimu, sijui afisa elimu, dasi, mkuu wa shule, si ndivyo hivyo? Ulijaza fomu. Kwa hiyo na msiniulize swali umekuacha katibu wa mbunge. Nimekuwa. Sasa mtaendelea kuniona katibu wa mbunge, atakavyoamua tena anatafuta mwingine, hamtaniona. Lakini leo nimepata nafasi ya kuzungumza na ndugu zangu.
Kwa kweli ni hatari kubwa. Hata mimi nasikitika, nimekuwa diwani miaka 20, lakini ni tatizo. Tatizo lingine tulilonalo Dasi ni kwamba watu kama mlivyosema wanashinda kusema ukweli. Hawa twende kwa walimu kule, wanashindwa kusema ukweli. Unaona kule kuna vitu vya kudhaniana sana. Mimi kama diwani wa eneo, huwezi kuniambia nijitenge na watumishi walioko kule. Inawezekana? Jamani, inawezekana? Haiwezekani. Sasa nikifanya hivyo ndani ya yule mwalimu ambaye hataki kufanya kazi, kwa sababu lazima tumjadili. Kamati ya maendeleo ya kata ndio kazi yake. Tukimjadili tayari mbunge diwani anitaki mimi, inaanza vita na diwani. Si ni sawa? Yaani mwalimu anaanza vita na diwani. Ni mwalimu jamani, diwani ni mwalimu? Hakuna. Yeye yupo kusimamia zile haki zifanyeje, zipatikane, huduma ifanyeje, ipatikane. Lakini ndani ya hilo kuna diwani. Sasa katika yale maadili ya viongozi, sasa sisi tuliokuwa madiwani, sasa kuna maadili, kitabu kinatoa mwongozo kabisa. Yaani wewe diwani ukishatengeneza mapenzi na mwalimu ni tatizo. Inawezekana na wengine wamo. Sasa lazima tuseme, tunaambizana. Sasa mwalimu yule hawezi kufanya ile kazi kwa sababu diwani yuko pale. Mwalimu kwa akienda kumsimamia yule, tayari ugomvi na nani? Na diwani. Nitakunyoosha, nitakuhamisha. Diwani anahamisha mwalimu katika kanuni yake, yani kiutumishi anamhamisha mwalimu. Si ndio amesema Dasi hapo.